Hapo ni kuandaa kwa mambo ambayo yatakuja kujitokeza siku za usoni, siku za mbeleni, wakati ujao, mambo ya baadaye ambayo hayana budi kutokea, wala sio muda mrefu sana, manake yameshaanza. Nimeshazungumza sana kuhusiana na hili swala la dunia mpya na dunia ya zamani. Sasa kuna swala moja ambalo limekuwa toka miaka hiyo, sisi tupo miaka ya 70, tuseme 60 na kitu hivi. Wakati watu wanatoka vijijini huko wanakuja enzi za Mwalimu, wanakuja huku mijini au kwa ujumla wake kufanya kazi, kwa sababu watu walikuwa ni wakulima. Enzi za mkoloni walio wengi walikuwa wachache sana wanaoajiriwa na wakoloni. Kwa hiyo baada ya kuwa Mwalimu amekuja akaongeza viwanda na yani ajira zikawa nyingi, watu wakaja. Kwa hiyo kulikuwa na hali fulani ya kwamba watu wa vijijini au watu wasiojua mambo fulani au watu wanaokuja mjini wakajifunza mambo fulani, kwa sababu wengine wanatakiwa waziendeshe mashine fulani kubwa tu za viwandani huko na nini. Kwa hiyo uelewa wao unakuwa tofauti na wale walioko kule vijijini ambao hawafanyi shughuli hizo, au kwa namna nyingine kwamba labda kutokana na utofauti wa miji na nini, miji mingine ilikuwa inaonekana iko katika daraja la juu zaidi kama vile mji wa Dar es Salaam. Kwa hiyo yoyote aliyekuwa anakuja Dar es Salaam, yeye ndo alikuwa mjanja. Hao ndo wajanja nambari moja. Kwa hiyo yeyote anayekuja Dar es Salaam ni mgeni, kwa hiyo lazima afundishwe, na hiyo imeendelea mpaka hivi leo. Ni namna fulani ya ulimbukeni, lakini ndani yake kuna jambo la kujifunza, kwamba wewe ulikuwa unaonekana kama hujui mambo fulani au hujui mazingira fulani ya kisasa ambayo yalionekana ni ya kisasa. Wewe ni mshamba, wewe unaitwa mshamba kwa kuwa yale mambo ya kisasa huyajui. Wewe unayajua tu mambo ya kizamani. Sasa kwa nini nimesema hivyo, kwamba kuna jambo la kujifunza katika jambo hili? Ni kwamba sasa hivi dunia ya zamani haina budi iondoke na dunia mpya imeshaingia. Haijakaa kikamilifu, lakini imeshaingia. Ndio maana watu tuko hapa mbele yenu ili tuweze kuwatayarisha kwa ajili, ikikaa sawasawa dunia mpya, wewe utakuwa mshamba. Wewe utakosa mahali pa kuweka uso wako, kwa sababu kila utakapokuwa unaonekana, wewe utaonekana ni mshamba, kwa sababu huwezi kuendana na mazingira ya wakati huo ya dunia mpya. Na utaratibu ule wa kizamani nimeshakuwa nikiuelezea, lakini nitaendelea kuelezea, kukumbusha kwa ili mada iweze kueleweka vizuri zaidi, kwamba ndugu zanguni, yale mambo yote kwa kifupi ya kiubabaishaji, hiyo moja. Nambari mbili, yale mambo yote yaliyoletwa na wale tuliowasikia kwenye vitabu huko vya maandiko vinavyosema kuna malaika walianguka duniani 200. Kuna malaika walianguka walishuka, ndio lugha nzuri, walishuka kutoka mbinguni baada ya kuwa wamewatamani mabinti wa kibinadamu, wakaja wakajamiana nao. Wale ndio dunia ya zamani. Wale ndio walisababisha dunia hii ionekane ni dunia ya kizamani. Wao ndio waliokuja wakaweka mambo ya udanganyifu. Wao ndio walipanda mbegu ya udanganyifu, na tunao mpaka hivi leo. Mpaka hivi leo tunao wanamili kama sisi, tunao mpaka hivi leo. Kitu nitakachokwambia ni kwamba rangi yao ya ngozi walio wengi sio hii kama hii ya kwangu. Kazi kwako. Mwenye akili atavumbua, asiye na akili atabakia usingizini, na aliyelala usimwamshe, wache alale na ujinga wake. Yatakayomkuta yeye mwenyewe atakabiliana nayo, lakini yule atakayeamua kuamka, kwa sababu tu kuna mtu amegonga kama hivi ninavyogonga mlango,
kwa ajili ya kukutayarisheni kwa ajili ya yayo yanayokuja. Basi tutakwenda naye sambamba pamoja katika dunia mpya. Nafikiri nimeliweka sawa sawa. Mpaka hapo limekaa sawa sawa, si ndio? Na mmeshanielewa. Watu wachache sana wamekuwa wakinifuatilia. Naelewa kwa sababu nakuwa nakwenda na kagua. Watu wachache sana wananifuatia. Yaani tunaweza kusema klipu ambayo ina watu wengi sana waliotizama ni 96. Ile ni ilikuwa miezi Januari huko. Lakini klipu zilizoanza 2026 nafikiri inayoongoza ina watazamaji 51. Sina mashaka na hayo, kwa sababu kadiri muda unavyosogea mambo yenyewe yatajiweka sawa sawa. Na nyinyi mnayeanza kuniangalia kuanzia hao 51 kushuka, manake zingine zimefika mpaka 8, 7, 4 hivyo kutokana na muda. Kwa sababu na mimi nakuwa nikifunuliwa nakuja nazo ziko nyingi sana. Jana nimefanya nyingi sana na leo nafanya zingine, nitafanya nyingi tu. Kwa hiyo basi wale wanaokuwa wanaguswa msisite kuzishare. Share. Mimi siko hapa kwa ajili ya viewers, kwa ajili ya pesa wewe. Mimi siko hapa kwa ajili hiyo. Hiyo kazi yangu mimi hainiruhusu kuwa na tamaa hiyo. Mimi siishi bado ile dunia ya kizamani. Mimi naishi dunia mpya. Kwa hiyo pesa kwangu ni matokeo. Pesa kwangu sio kipaumbele. Mimi nataka kila mmoja atayarishwe, ajiandae, aandaliwe kwa ajili ya dunia mpya. Hilo kwangu ndio kipaumbele. Kwa hiyo tusifike mahali tukachelewa katika kutathmini hayo. Achana na hiyo kitu. Usinitathmini hivyo, utakuwa unachelewa. Tathmini yale ninayokueleza. Kwamba mimi nimekuja hapa kwa ajili ya kufanya nini? Kukuandaa kwa ajili yanayokuja, ili usije ukawa mshamba, kwa sababu walio wengi bado ni washamba, wanawababaikia. Kuna hao walioshuka leo hii, ndio hao walioko huko wanaitwa nyota katika nyanja mbalimbali, iwe kwenye michezo, muziki, filamu, hivyo. Alafu kuna wafuasi wale wanafunzi wao ambao unawakuta katika manchi ya kishamba hapa, wengine tunao. Yaani zile tabia wanazigeza kutoka kule, halafu wanakuja wanazionyesha hapa kwamba wao ni mastaa wadogo kwa maeneo haya ya kwetu. Wale wengine wakubwa tunaita wa kimataifa, afu tunao hawa loko wa hapa na wenyewe wana ustaa wao fulani, yaani wana miondoko fulani ya tabia, lakini mwisho wa safari ni tabia zile za kujikweza, za kujiona, za kujiibisho, za kuona kuna umungu mtu ule umungu mtu. Acha ule uungu ulioko ndani, ule ambao ni mtakatifu, achana nao ule. Kuna ule umungu mtu, umungu dunia ule. Wanakuwa wanao, ukiwatizama wanao, unalingana na ule. Awe ni mcheza mpira, awe ni mwanamuziki, awe sijui ni mcheza basket, awe sijui ni mwanariadha, awe sijui ni mwanasiasa, awe sijui ni mtu wa madaraka ya juu, awe ni mtu ambaye ana pesa kwa hapa ndo tajiri fulani, awe ana umaarufu fulani, wowote tu tuseme ni tunaita ile talent, kipaji, wanakuwa wanajitutumua kwa sababu wanaishi bado kishamba, wanaishi kwa kufata ule uungu wa kidunia. Hiyo ndiyo dunia ya zamani ambayo inaanza kutokomea. Imeshaanza safari. Kwa hiyo mimi nipo kwa ajili kuandaa watu ili kuweza kujichanganya vizuri katika dunia mpya, ambayo dunia mpya, yani kipaumbele chake na kanuni yake kuu ni dhamira njema. Ni upendo wa kweli, ni amani ya kweli, ni kule kujitambua na kusikiliza maelekezo kutoka ndani, sio kusikiliza makelele yaliyoko duniani ya kimungu, dunia ya kujibisho,
ya kujifanya wao ni wanatakiwa, yani wanategemea wewe uwazimie, wewe uwababaikie, wewe uwatetemekee. Siku za nyuma za miaka ya 90 huko walikuwa kwa jamaa wa Kwanza Unit hapa Dar es Salaam. Hili jambo watu wengi hamlijui. Nilikuwa natizama hawa jamaa wanasema miaka 30 ya Bongo Flava. Nikawatizama nikaona sawa. Miaka ya 90 tulikuwa na vijana wanaitwa Kwanza Unit hapa. Kwanza Unit. Kwanza Unit hiyo ndio mbegu ya Bongo Flava. Kwanza Unit ndio mbegu ya Bongo Flava. Na mimi nilikuwa msimamizi mwenyewe wa kusimamia hiyo mbegu mpaka yote, mwagilia maji mpaka ikachanua, yaani ikafika mahali ikakoma, yaani kwamba unaweza kuihamisha ukapandikiza sehemu nyingine. Na nyakati za kufanya hivyo nafikiri zilifanyika pale Bilicanas baada ya kuwa imekomaa, na niliwaambia kwa Kiingereza, bado watu walikuwa hawawezi kuelewa. Mimi wakati huo mimi mambo yangu yako hivi, mimi naangalia kingine kabisa, wao wako chini mno, yani walikuwa bado wako kwenye 3D, yani kama vile mtandao unasema ni G3 wanaita ni G3, yes, G3, kitu cha namna hiyo. Kwa hiyo ninachotaka kusema ni nini? Wale jamaa ambao mimi niliwaona walikuwa ni watu wa kawaida sana, wale vijana wale wanamuziki, yani wale wanamuziki wa miaka hiyo ya 90 na kuendelea na nini, mpaka inafika mahali inakuja kugeuzwa jina likawa Bongo Flava. Walikuwa wanaitwa rap. Ilianza na rap, baada ya rap ikaja hip hop, baada ya hip hop ndio ikaja hiyo Bongo Flava kwa kwetu Tanzania. Na hiyo rap tayari huko nje ilikuweko, hip hop ilikuweko huko nje, lakini Bongo Flava ni ya kwetu wenyewe, yani hilo ni jina hapa baadaye. Baada ya kufika hapo, nimewatizama juzi, wameua ile hip hop, wameua ile rap. Hakuna mtu anaelezea kwamba ile mbegu Kwanza Unit, halafu na majina yamebadilika. Huyu nani anaitwa Nature nani, Mr Nature, sijui nani wanaita yule kijana Nature yule yuko na wenzie, walikuwa na wenzie wawili, walikuwa ni mapacha. Wale ni GMW, wale ni GMW. Ataelewa mimi nikisema hivyo, ataelewa. Yule ni GMW. Walikuwa kwa kina Gangwe Mobu, walikuwa kwa kina sijui nani, wale walikuwa wote wale miaka hiyo ya 90 wanaanza. Sikuona mtiririko wa kusema kwamba kuna kuangalia na kuzingatia wale walioanzisha, wale waliopalilia, wale waliomwagilia maji. Hao watu wanajiita Kim and the Boys. Huwezi ukazungumza Bongo Flava bila Kim and the Boys. Sasa basi, ninachotaka kusema ni nini? Maana yangu ni kwamba hawa wanaokuja wakawa mastaa, halafu wakaiga wale mastaa wa malaika walioshuka kutoka, malaika waasi walioshuka kutoka mbinguni, wanakuwa na tabia hizo za uchoyo, za ubinafsi, za kuficha mambo, za kuleta, yani hiyo tabia sasa na yenyewe inakwenda kutokomea. Kwa sababu kwa bahati mbaya mimi naongea hapa, hata wakija wakaniona, wakanisikia, watashangaa kwamba huyu jamaa bado yuko hai. Kumbe mimi nilikuwa nawatizama miaka yote, na wangojea ili ifike mahali wasjitetee. Wao washafanya huo uharibifu wao, huo utovu wao wa adabu wa kutokuwa na shukurani, kwa kumbuka tu angalau watu fulani ambao waliwabeba nyakati zile. Sina maana ya mimi kubebwa, mimi nisihitaji, ndio maana hata jina langu hawalijui. Mimi nilikuwa nisiwezi nikajitambulisha kwao jina langu, sijawahi kutaja jina langu, lakini nilikuwa mbele yao mara kwa mara katika matukio yao makubwa yote. Kwa hiyo nachotaka kusema hapa ni kwamba mjiandae, mimi nipo. Mjiandae nyinyi mnaojiita mastaa. Nyinyi mnaiga
mienendo ambayo ni ya malaika walioasi, walioshuka kutoka mbinguni. Sasa tutaulizana mbele ya safari, nani mshamba na nani ambaye sio mshamba. Asante.